Na wasalimu kwa jina la Yesu. Shalom, 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 shalom tena mara nyingine. Namshukuru Bwana Yesu Kristo kwa kutupa tena nafasi na kunipa tena nafasi ya kuja kukupa habari njema yake Kristo mfalme. Na hii habari njema takupa naendeleza kipindi yetu ya semina yetu tulianza tuko najifunza jinsi gani utofauti uko wapi wa mtu na mwanadamu, mtu na mnyama, ndio utofauti. Tunajifunza mengi na bado tunaendelea kujifunza utofauti wa mnyama na mwanadamu. Hasa leo tunaendelea hiyo kipindi, tunaendelea na sehemu yetu ya 6, part 6. Tunaendelea na hiyo sehemu ya 6 kwa sababu wiki iliyopita tulikata sehemu moja. Sehemu yetu ya 6 ilikuwa ni nguvu ya kimvuli. Kimvuli, nguvu yake. Hasa nguvu ya kimvuli sehemu yake ni ipi kwenye maisha ya mtu? Kwa sababu tuliona nguvu ya roho, na tuko kwenye nguvu ya roho. Tunaona mtu ana vipande 3: mwili, nafsi na roho. Lakini kimvuli iko sehemu gani? Ujue kwamba kimvuli iko sehemu gani na nguvu ya kimvuli iko sehemu gani? Kimvuli iko sehemu gani na nguvu ya kimvuli iko sehemu gani? Nguvu ya kimvuli iko sehemu gani? Tutaiona kwenye kitabu kya Mwanzo, wakati Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Huko tena kwenye kitabu kya Mwanzo, Mungu wakati mtu alipofanya dhambi, Mungu alimpa mtu adhabu. Na hiyo adhabu Mungu alimpa mtu, Mungu akumfanya mtu aishi hapa ulimwengu pamoja na wanyama wakali, pamoja na simba nini. Mungu yeye alimfanya mtu aishi wapi? Bustani wa Eden. Mungu alimfanya mtu, na Mungu alimuumba mtu 100% roho, 100% nafsi. Sasa mtu baada ya kufanya dhambi, ndipo Mungu alimfukuza huyo mtu. Mungu anamfukuza huyo mtu. Na kumfukuza huyo mtu, sasa kumfukuza, kwa nini Mungu alimfukuza? Ni kwa sababu mtu alifanya dhambi. Sasa wakati anamfukuza kwenye bustani wa Eden, mtu hakuwa na uwezo wa kuishi kwenye ulimwengu. Ilibidi Mungu amtengenezee nguvu ya yeye kuishi na ulimwengu. Ndio maana wakati mtu alipofanya dhambi alijikuta yuko uchi. Si unajua kitabu kya Mwanzo pale, sura ya 3, kuanzia mstari wake wa 9, kuanzia tu wa 8, 9, 10, 11, 12, 17, 12, 15, utaona yote hii. Kisha kujikuta uchi, mtu alijificha akavaa mavazi. Mtu alijificha akajitengenezea manyasi kuwa vazi. Na ndio yeye aliona hii ndio vazi yake sasa kuishi, kujua kuficha aibu yake. Maana ya mavazi ya manyasi ni kufichwa aibu. Ndio maana ya mavazi, na ndio maana mpaka leo watu wanavaa manyasi kama nguo. Aujue kwamba na wewe unavaa manyasi kama nguo? So unavaa pamba. Hii nguo zetu hizi ni pamba.
tunavaa nyasi kama nguo, lakini Mungu yeye alitutengenezea nguo, na nguo Mungu alitutengenezea ni nguo ya mnyama. Mungu aliua mnyama Mungu akaliua mnyama akamtengeneza nguo na ngozi ya mnyama. Hiyo ngozi ya mnyama hiyo Mungu alitupa, ndiyo kimvuli leo. Ndiyo kimvuli leo. Unaelewa? Ndiyo kimvuli. Na ndiyo nguvu ya kimvuli, na ndiyo inafanya tuishi hapa ulimwenguni, ni kimvuli. Na kwa sasa ndio maana ukienda kwa mganga, ukitaka kuua mtu yoyote, wachawi wanajua hiyo. Wakitaka kuua mtu yoyote wanaomba kimvuli. Wakitaka kufuka mtu msukule wanaomba kimvuli. Na kile kimvuli wanakichoma kisu na unaona pale damu inatoka. Ni kwa sababu wakisha kuwa hiyo kimvuli wanamtoa mtu hapa, mtu hataonekana tena. Wanamtoa mtu maisha ya ulimwengu, mtu anarudi kwenye maisha ya rohoni, hataonekana. Ni mpaka tena uwe kwenye ulimwengu, wanamgeuza mazingira. Kimvuli na geuza mtu mazingira, na ndio kuna kufuka misukule, na ndio kuna maisha ya watu wengine wafuka misukule ni kupitia kimvuli. Wakisha tu kuharibu kimvuli ya mtu hapa duniani, yule aliyeharibu kimvuli chako ndio atakuona wewe, ndio anao uwezo wa kukuweka sehemu fulani yeye anataka. Anaweza kuweka kwenye shamba, anaweza kuweka kwenye duka, anaweza kuweka shuleni, anaweza kuweka kwenye miti, anaweza kuweka popote, kwa sababu wewe unakuwa mtumwa wake milele. Unakuwa mtumwa wake milele. Hapa ndipo Yesu Kristo wakati alipokuja duniani, Yesu Kristo ya kwanza alikuja kukurudishia nguo Mungu aliyokutengeneza. Na hiyo nguo ya kwanza Mungu aliyemtengeneza ni kwamba wakati Mungu alimuumba Adam, hiyo move unaangaliaka wewe, hiyo move unaangaliaka ya kwamba Adam Mungu aliwaumba uchi, ni uongo. Na Biblia hiyo naandika hivyo, msamiati aliandika sio sawa. Mungu akuumba mtu uchi. Mungu akuumba mtu uchi. Mungu alimuumba mtu na nguo, na kila mtu anazaliwa na nguo. Hiyo ni aibu ya shetani, wakati mtu alifanya dhambi ndio anajikuta uchi. Sasa Yesu alikuja kukurudishia nguo zako. Alikuja kurudishia asili yako ya utu, kwamba hiyo asili ya utu na kuja kuua nguvu kuja kuua hiyo nguvu ya kimvuli. Akisha kuwa hiyo nguvu ya kimvuli inakufaje? Hiyo nguvu ya kimvuli inakufa kwenye ubatizo wa maji. Ubatizo wa maji wanakutoa hiyo nguvu ya kimvuli, na ubatizo wa roho unairudi kwenye asili yako ya utu. Ubatizo wa moto ni nguvu yako, na hiyo ubatizo wa moto inakukisha kuua. Hiyo ubatizo inaua nguvu zote za kuishi hapa ulimwenguni, ndio maisha ya roho inaanza. Hautaumwa hata siku. Hakuna mganga wa kienyeji anaweza kuloga duniani. Hakuna mchawi anaweza kuloga duniani. Ndio maana silogeki hapa duniani mpaka mwisho wa dunia. Ndio maana siumwi hapa duniani mpaka mwisho wa dunia. Ndio maana hakuna mchawi, mganga wa kienyeji anaweza kunyua, kwa sababu maisha yangu yako mbinguni. Maisha yangu naishi kama roho ya Kristo hapa duniani. Na mwakilisha Kristo hapa duniani, na wewe mwakilishe Kristo hapa duniani. Katika jina la Yesu.